Siku moja shetani mjanja, siku moja nilikuwa sina pesa kabisa. Sina pesa. Natakiwa nimtumie mtu 50,000. Nikapambana nikapata ile 50,000. Nikamwambia yule mtu wa M-Pesa, alikuwa ni binti namfahamu, niwekee hii shilingi 50,000 kwenye simu yangu ili niitume. Alipoiweka akazidisha, akaweka 500,000 kwenye simu yangu. Unajua mabinti wengine wamekosa maadili. Nikaona yuko na bosi wake, nikaona nikimwambia pale bosi wake atamfokea sana. Nikatoka nje kidogo, na najua mimi ni mchungaji. Nikamwita, we binti, njoo. Siji! Njoo! Siji! Kwani mimi nakuitia nini? Usikatae wito. Njoo! Moja. Nikasema nakuita mara ya 3, usipokuja mimi naondoka na ni shauri yako. Sasa bosi akasema, wewe una nidhamu gani wewe? Mtu anakuita wewe, unajua nakuitia nini? Akasema wachungaji wa kilokole wanasemaga tu okoka. Yaani sasa katika 50,000 katuma 500,000. Maana aliongeza kasifuri kamoja tu. Kaka mchanganya. Namwambia njoo, kuna pesa zako huku. Baadaye nikamwonyesha ule muamala. Nikasema ninachokuitia mimi ni kwa faida yako mwenyewe. Nikasema hai, angalia. Hizi pesa umeweka shilingi ngapi? Rudisha basi. Sasa mbona kuitwa unanifanyia kiburi? Naondoka. Samahani. Nilikuwa nataka iwe siri kumsaidia yeye, lakini mpaka bosi wake alijua. Alimzaba kofi. Asema mshukuru mchungaji. Leo tungepata hasara kubwa sana hapa. Tungepoteza 4,500,000 bila sababu, kwa sababu tu ya uzembe wako. Kofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwingine angesema asante Yesu, huu ni muujiza. Sio muujiza. Nilikwambia mimi nimelipiwa ada na Muislamu. Kwa sababu hiyo nimeenda kuchukua pesa benki, nilikuwa nachukua pesa benki za ile kampuni, pesa kubwa. Tumeenda polisi, tumepata kibali cha polisi, tumeenda benki na wale polisi kuchukua zile pesa tuzipeleke ofisini. Nimezibeba zile pesa, mimi nilikuwa nachukua milioni 15. Lakini yule counter pale kumbe amezidisha mapesa mengi, karibu milioni 25. Ametukabidhi mimi under escort ya polisi. Na gari mpaka ofisini. Na mimi nikaziweka. Sasa zile pesa zikanichanganya. Na yaani nimezigawa kwa migao yake, zinabaki. Mbona zinabaki pesa milioni 10? Zimetoka wapi? Nikakumbuka mimi kwamba yule counter wa benki, yule mama amezidisha pesa. Nikazihifadhi, nikazifunga, nikaweka kwenye mkoba wangu huyo nyumbani. Nikaziacha ndani kanisani, ibada kesho, kazini saa 4, saa 5 nikaenda benki. Nikamwambia mama, na shida na wewe. Na shida nini? Naye ananifanyia fujo. Nikamwambia mama, na shida na wewe. Ananifanyia fujo kwa sababu ni mfupi, ni mweupe, ni mnene, yuko safi, mke wa mtu. Lakini anafanyia benki. Na mbele akasema, wewe mwalimu, wewe sikuwa na shida na mimi, una shida gani? Sasa sio sawa kwa sikia watu. Anajibu kiburi. Nikasema jana umenizidishia pesa. Jana kumbe ni wewe. Jana kumbe hawajalala benki nzima. Wanatafuta shoti ya shilingi milioni 10 zimeenda wapi? Yule mama yuko na tension. Ameenda nyumbani, hawajalala. Na mume wake alikuwa ni mhasibu wa halmashauri. Hawana amani. Ulifanyaje uzembe? Hawakulala. Amekuja kazini, wana pressure.
Sasa mimi namwambia nimeleta hela hizi hapa milioni 10, umenizidishia jana wewe. Sasa twende kwa mtendo, twende kwa meneja wa benki. Amechanganyikiwa. Twende. Akampigia simu mume wake, njoo yule mtu, yani kumbe ni mlokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kile kitendo, meneja wa benki alichanganyikiwa, yule mama alichanganyikiwa, na mume wake alichanganyikiwa zaidi, hakuamini. Yaani mtu analeta milioni 10 zote, hizi hapa za kweli, mimi naondoka zangu. Alinifuatilia yule mume wake akasema, wewe umesoma? Akasema ndio nimesoma, lakini sio sana, wakati na diploma tu. Akasema sasa mimi nakulipia usome Beacon with education. Nikasoma Beacon kwa pesa yake, ananilipia ada. Akasema hapana, umefanya jambo la kipekee mno. Kweli akanisomesha mpaka nilipomaliza masomo yangu. Beacon with education. Nikawa nimesoma. Kwa nini? Kwa uaminifu. Na Mungu akupe roho ya uaminifu. Lakini vijana wengi ni wezi, naiba sana zaka. Ndiyo, niangalie hasa wewe, sura yako mwizi sana. Yeye unatoa zaka, unajikadiria nitoa shilingi ngapi? 1200. Unapeleka 1200, unaiba. Nina somo la utoaji hapa, nisifundishe sana hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Asante, Mungu akubariki. Usichukue kitu cha mtu bila kuomba, na Mungu akusaidie. Lakini usiokote kitu katikati ya kusanyiko la watu ukajipa haki kuwa ni bahati yako. Kipeleke kwa viongozi, kitangazwe, apatikane mwenye nacho. Bwana Yesu asifiwe sana.